watoto wa Lolwe Sunday School kutoka Kibra. Twalete shairi lenye mada mavazi. Karibia. Tumechoka na hayo mavazi yenu. Haiti mavazi ya newborn generation. Mkificha mwaleta confusion. 50, 100, akina dada twaumia. Aha, mkituangalie sisi kaka mwapoteza nizo zenu. Mkichoka vaeni miwani ambao hatuvai miwani ambao kwa kusudi mlizo nazo. Eti juu tumbo keti, chini minisketi, na ukukato mnavipoti. Akina dada mwapendeza. Ndiyo twapendeza. Na waenda wapi? Twaenda supermarket. Na kwa taarifa yenu, mind your own business. Mhubiri akipita anasema simameni tuombe. Humu ndani mnajini. Tukivaa dera mwasema twaziba mimba. Tukijifunga leso mwasema tuna Waswahili. Tukivaa minisketi mwasema twaumiza macho. Je, mwataka tuvae nini? Vaeni nguo za heshima, mtatukuzwa na Mungu Baba. Tuvaeni nguo za heshima, mtatukuzwa na Mungu Baba, mwenye Alfa na Omega. In front of you is Ltn Sunday School, ready to present to you a poem entitled Coronavirus. So sit back, relax, and enjoy. Welcome. Corona, where did you come from? The government has suffered because of you, Corona. Many people have died because of you, Corona. Corona, where did you come from? Schools have been closed because of you, Corona. Churches have been closed because of you, Corona. I can't hug my daddy because of you, Corona. I can't hug my mommy because of you, Corona. Corona, where did you come from? But if you follow the measures from the government by washing our hands, wearing masks, keeping social distance, and avoiding crowded areas, we will fight this pandemic. Thank you. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Aya, tutaombewa na Filmagon Michael, alafu tuende kwa wimbo. Tufunge macho tuombe. Asante Mungu kwa kutupa siku kama hii, Mungu Baba. Tumeona mkono wako Mungu Baba kwa kutufikisha mahali hapa. Kuna wale ambao wajaamka kutoka katika kitanda zao. Mungu Baba umetusaidia, umetufikisha mahali hapa. Waponye wagonjwa Mungu Baba, saidia yatima Mungu Baba. Katika jina la Yesu naomba nikiamini. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila. Milango ya gereza, milango ya gereza. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba. Milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. There are 12 disciples, Jesus come to help me. Simon, Peter, Andrew, James, his brother John, Philip, Bartholomew, Matthew and Thomas, James, his son of Alpha, Simon who was Zealot, Judas, son of James, and Judas Iscariot. He has got us too. He has got us too. I am one and you, ye are these disciples.
My name is Natasha and I have a song. My song is Sons of Jacob. There were 12 sons of Jacob, There were 12 sons of Jacob, and let us name them. Reuben, Simon, Levi, Judas, Gad, and Asher, Dan, Naphtali, Issachar, and Zebulun, Joseph and Benjamin. Father Abraham had many sons. My name is Grace and I have a song. All the other gods, they are the ones of men, but you are the Most High God. There is no like you. All the other gods, they are the ones of men, but you are the Most High God. There is none like you. Jehovah, you are the Most High God. Jehovah, you are the Most High God. Jehovah, you are the Most High God. There is none like you. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. Jehovah, you are the Most High God. There is none like you. My name is Alisa Chung and I have a song. Baba nichukue, nifunze, nataka kusoma kwa shule yako, kwa shule yako. Nichukue, nifunze, nataka kusoma kwa shule yako, kwa shule yako. Nijue kuandika, niandike maneno yako, nijue kuhesabu, nihesabu baraka zako, nijue kuhubiri, nihubiri neno lako kwa watu wako. Baba nichukue, nifunze, nataka kusoma kwa shule yako, kwa shule yako. Nichukue, nifunze, nataka kusoma kwa shule yako, kwa shule yako. Thank you. My name is Filmagon Mikel and I have a song. Maisha haya inapita tu, hali hii ya sasa ni ya muda tu. Maisha haya inapita tu, hali hii ya sasa itapita tu. Sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo. Thank you. Father Abraham had many sons. Okay, praise God. Amen. Praise God again. Amen. Sisi nyote tunajua wakati huu tuko wakati wa Easter, si ndio? Kwa hivyo siku ya leo funzo letu litatoka katika story about the death of Jesus. Sawa? Kufa kwa Yesu Kristo. Na nyinyi wote mwajua kwamba Yesu alikufa msalabani kwa sababu ya dhambi zetu, si ndio? Basi katika Biblia ilikuwa wakati Yesu alikuwa ameita wanafunzi wake, akaambia watakula the last supper, yani chakula cha mwisho. Na hicho chakula kilikuwa cha prepare ama cha kuandaa katika kifo ambacho, ama kuandaa kwa ajili ya kifo cha Yesu Kristo ambaye ilikuwa mbele yao. Kwa hivyo aliwaita pamoja kwa nyumba na kisha wakaketi na wakaandaa chakula kula. Wakati walipokuwa nakula, Yesu alichukua mkate, akauvunja mara mbili na kisha akasema, twaeni, huu ni mwili wangu utakaoondolewa kwa ajili ya dhambi zenu, si ndio? Aya, tena akachukua kikombe ambacho kilikuwa na wine, si ndio? Akasema aje, hii ni damu yangu itakayomwagika kwa ajili ya dhambi zenu, si ndio?
Na baada ya hapo, kati ya wanafunzi wa Yesu kulikuwa na mwanafunzi ambaye alikuwa anaitwa Juda. Na Juda alikuwa ameongwa ama amechukuliwa na viongozi wa sheria ambao walikuwa wanataka kumtumia ili waweze kupata njia rahisi ya kuweza kumshika Yesu na kuweza kumsulubisha. Basi Yuda alikuwa amelipwa shilingi 30, si ndio? Ama 30 shekels, si ndio? Alikuwa amelipwa ili afanye nini? Akaweze kumsaliti Yesu na akaweze kufanya nini? Kufanya Yesu aweze kusulubiwa. Basi wakati walipokuwa nakula kile chakula, Juda alikuwa ameondoka kwenda kuita wale viongozi wa sheria. Na basi hapo alipokuwa na wanafunzi wake, kulikuwa na mwanafunzi ambaye alikuwa anaitwa Peter, kulikuwa na John, kulikuwa na Yakobo, wote walikuwa hapo hivyo wakila na Yesu. Na baada walipomaliza chakula, kabla Yesu hajakamatwa, Petero alikuwa ameahidi Yesu kwamba atakuwa naye kila mahali hata iweje jambo lolote lifanyike. Lakini Petero aliamua kwamba atasimama na Yesu kwa wakati wote. Lakini Yesu akamwambia, kabla jogoo kuwika utafanya nini? Utanikana mara 3. Lakini Petero akasema, iweje ifanyike aje Bwana, nitakufuata popote uendapo. Na basi ikafika wakati Yesu akakamatwa. Na katika ile hali ya kukamatwa, kwa sababu Petero alikuwa na hasira, alikuwa ameficha upanga ili yeyote atakayemkaribia Yesu ili aweze kukamatwa atafanya nini? Atakatwa sikio. Na basi wakati Yesu alipokuwa anakamatwa, Petero akachukua ule upanga akakata mmoja wale wanajeshi, akamkata sikio. Lakini Yesu akasema, kama imefika wakati wa mwanadamu kusalitiwa, umefika wakati wangu. Na sasa Yesu akakamatwa. Baada ya kukamatwa, akapelekwa mbele ya Posto Pilato, alikuwa anaitwa Pilate, kwenda kufunguliwa mashtaka, kwa sababu ilikuwa imejulikana kwamba Yesu alikuwa mhukumiwa na mambo mengi ambayo mengine ilikuwa uongo. Lakini kwa sababu watu walikuwa wanataka aondolewe, ndiposa wakamfanya aje, wakamsalimisha mbele ya Posto Pilate ili aweze kukamatwa. Baada ya Yesu kupelekwa mbele ya Posto Pilate, kesi ikakuwa ngumu, wakampeleka mbele ya Herode. Herode alikuwa mfalme pia wakati huo. Baada ya kumpeleka mbele ya Herode akasema hukumu ya mwisho itakuwa kwa mkuu ambaye alikuwa ni Posto Pilate. Na basi akamrudisha Yesu kwa Posto Pilate. Posto Pilate akatoa hukumu kwamba Yesu kabla ya kusulubiwa atafanywa nini? Atacharozwa viboko. Na Yesu akacharozwa viboko kwa uchungu kwa sababu ya dhambi zetu. Na baada ya hapo Yesu aliandamana na wale walikuwa wafungwa, walikuwa wezi. Aliandamana na watu wawili ambao walikuwa wafungwa, ambao walikuwa wanaenda kusulubiwa pamoja naye. Na pale mahali ambapo Yesu alikuwa anaenda kusulubiwa ilikuwa inaitwa the skull, yani inaitwa kwa Kiswahili vuvu la kichwa. Hapo ndio Golgotha, hapo ndio Yesu alienda kusulubiwa. Na baada wakati Yesu alikuwa anasulubiwa, kuna mmoja alikuwa on the right side na kuna mwenye alikuwa on the wrong side. Huyo the right side alikuwa anaambia Yesu kwamba kama wewe ni mwana wa Mungu, hebu jiokoe na utuokoe pia na sisi. Na huyu akamwambia, ujui ni mwana wa Mungu. Yeye huyu ni mwana wa Mungu na amekufa kwa sababu ya dhambi zetu. Na basi akaambia Yesu, ukifa unikumbuke siku ya paradiso. Wakati huo Yesu alipokufa ilikuwa imetabiriwa na the prophets ama manabii kwamba Yesu atakufa na siku ya 3 atafufuka. Lakini wale ambao walikuwa hapo wakati huo hawakuwa wameamini. Wenye walikuwa na imani kwamba Yesu atafufuka, ilali walikuwa wanatasishwa, walikuwa ni the disciples, wanafunzi wake. Na wakati Yesu alipochukuliwa akapelekwa, wakati Yesu alipofariki akatolewa msalabani na akaenda kuzikwa. Baada ya kuzikwa ilikuwa pia imetabiriwa kwamba Yesu atakapofufuka hakuna yeyote atakaye amini mpaka amuone. Na kwa hivyo ilikuwa imefika majira ya mapema zaidi. Petero alikuwa ameenda kuangalia kama Yesu yuko bado hiyo siku ya 3, na kufika akapata jiwe limeondolewa.
Saa jiwe kuondolewa akawa na wasiwasi, maybe kuna mtu anaweza kuwa alikuja akachukua nini mwili wa Yesu na kauiba, ilhali pale mlangoni palikuwa pamekwa wanajeshi wa kulinda. Na basi aliporudi kuambia wanafunzi wenzake kwamba Yesu hayuko, ndo baada ya hapo Yesu akakuja akawatokea akawaambia, Yesu akakuja akatokea miongoni mwao, wakaamini kwamba Yesu amefufuka. Kwa hiyo hadithi yetu tumejifunza ya kwamba Yesu alikufa msalabani, alichoroza viboko kwa sababu yetu, alipitia uchungu kwa sababu yetu. Pale msalabani alished blood, akasema yote yamekwisha, kwamba shetani hata kama alikuwa na nguvu juu yetu, yeye aliamua akuje duniani atufie dhambi zetu huu wakati wa Easter, ili siku ya tatu atakapoenda kuzimu kumnyang'anya shetani kifungu ama ufunguo wa kuzimu, ili sisi maisha yetu tukaweze kufanya nini? Tukaweze kuteuliwa na tukaweze kufanya nini? Kukua saved, si ndio? So kwa story yangu, nani anaweza niambia ni nani who betrayed Jesus? Natasha. Judas ndiye alibetray Jesus, si ndio? So Judas ni yule mwanafunzi ambaye alikuwa amelipwa aende amehongwa, alikuwa amehongwa afanye nini? Iwe rahisi kumkamata Yesu, juu aliona wakienda tu hivi maybe umati utawakejeli, watapigwa na mawe kwa sababu Yesu alikuwa mtoto wa Mungu ama alikuwa mtu mwenye alikuwa ameheshimika. Kwa hivyo akatumia ule mtu wa karibu. Hii inamaanisha nini? Unaweza kuwa unatembea na mtu, si ndio? Na maybe mtu ni rafiki yako, lakini kwa sababu mwenzako anataka kutendea mabaya, hata kuja kwako direct, atatumia ule mwenye ako karibu na wewe kama rafiki yako, si ndio? Ili akaweze kukufikia rahisi. Na hivyo ndo wale viongozi wa sheria walitumia Judas. Walijua Judas ako karibu na Jesus, watamtumia ndo wafanye nini? Ndio aweze kubetray Jesus. Aya, who denied Jesus? Peter si aliambiwa ati atamkana, tupige makofi. Si Peter aliambiwa kabla Yesu kusulubiwa kwamba atamkana mara 3, si ndio? Atamkana mara 3, lakini Peter alikuwa kipingamizi kidogo, si ndio? Lakini ilikuwa imeahidiwa kwamba yale ambayo manabii walikuwa wametabiri ifanyike, hata mwanadamu apinge, ingefanya nini? Ingefanyika. Na kweli si Peter deny Jesus 3 times. Yes. And then who was the beloved disciple of Jesus? John, si ndio? John alikuwa amependwa sana na Yesu. Yaani kila kitu Yesu alikuwa amemweka mbele, si ndio? Haya. Who are the two disciples who went to see if Jesus had resurrected? Peter na nani mwingine? Peter and Andrew. Peter and Andrew walikuwa hivi, walikuwa ni kama mandugu. So wakati Yesu alikuwa amesulubiwa, walikuwa wameenda kuconfirm. Yesu alikuwa amesulubiwa, amekufa, wamemweka kwa kaburi, na disciples wawili walikuwa wameenda kuthibitisha kama kweli Yesu amefufuka. Nao disciples wawili walikuwa Peter and Andrew. Then who helped Jesus to carry the cross? Simon of Cyrene. Wakati Yesu alikuwa anadhulumiwa, anapigwa, anatupiwa aina zote za matusi, akipelekwa katika vuvu la kichwa ama Golgotha, kuna mtu ambaye alijitolea kumsaidia Yesu kubeba msalaba, na alikuwa anaitwa Simon of Cyrene. Then who buried the body of Jesus? Nani alipatiwa jukumu ya kuzika mwili wa Yesu? Joseph of Arimathea. So Joseph of Arimathea ni yule wakati Yesu alipokuwa amefariki, alitoa kaburi lake. Ilikuwa kaburi lake alikuwa amelitenga, wakati anaenda kukufa azikwe hapo hivyo. Lakini kwa sababu Yesu alikuwa amefariki na hakuwa na mahali pa kuzikwa, alitoa
ama alijitolea achukue mwili wa Yesu afanye nini? Auzike, si ndio? Kwa hivyo kwa hayo yote ningependa nyinyi watoto mweze kujifunza kitu moja, kwamba Yesu anatupenda. Yesu ndo baba yetu, na kupitia kwake ama kupitia kwa yale magumu yenye alipitia msalabani ndipo sasa tuko mahali hapa, si ndio? Kwa hivyo nashukuru kwa haya. Pigeni makofi. Father Abraham had many sons. My name is Margaret Mike. My name is Alisa Chiem. My name is Charlene Mkoya. And I want to give you a piece of advice. We would like to wish you a happy Easter holiday. Although we will be celebrating our Easter holiday, but we must remember the measures from the government. By washing our hands, wearing masks, keeping social distance, and avoiding crowded areas. Remember, Jesus died because of our sins. Shalom. Father Abraham had many sons. My name is Philmagon Michael and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Hebrews chapter 4 verse 12. It says, "The word of God is living and active." Thank you. My name is Alice Acheng and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Revelation chapter 20 verse 15. It says, "And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire." Thank you. My name is Charlene Mkoya and I have a memory verse. Romans chapter 2 verse 23. It says, "In anyone who calls the name of the Lord shall be saved." My name is Jane Abuire and I have my memory verse. My memory verse comes from the book of Revelation chapter 3 verse 20. It says, "Beyond I'm standing at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come in and eat with him and I with me." My name is Natasha Mora and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms chapter 107 verse 1. It says, "Happy are the poor in heart, for they shall see God." My name is Grace Ojumba and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Job chapter 8 verse 3. It says, "God never twists justice. He never fails to do what is right." My name is Angel Miriam and I have memory verse. John 3:16. It says, "For God so loved the world that he gave us only begotten Son, shall not perish but have everlasting life." My name is Rosie and I have a memory verse. Wafilipi mlango wa 4 mstari wa 4 inasema, "Furahini katika Bwana siku zote." Tena anasema furahini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Ni asante kwa kuwa nasi. Asante kwa Bwana na ni asante kwa wenye mmetazama na naamini mmeshika kitu yoyote yenye tulikuwa tunafanya, na ni asante kwa Mungu kwa kutuwezesha siku ya leo, na tukutane siku nyingine majaliwa. Father Abraham had many sons. La 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 le 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 imekwenda basi basa na kushukuru Mungu ewe Mungu
vice versa, uchawi vice versa, fitina vice versa, masengenyo vice versa. Nimeshinda. Nakushukuru Mungu we, ewe Mungu we, nakushukuru Mungu we, nimeona mkono wako. Kama si wewe Mungu we, ewe Mungu we, kama si wewe Mungu we, singefika hapa nilipo. Nakushukuru Mungu we, ewe Mungu we, nakushukuru Mungu we, nimeona mkono wako. Kama si wewe Mungu we, ewe Mungu we, kama si wewe Mungu we, singefika hapa